Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, niwaamkie na kuwasalimu kwa salamu njema. Niseme amani ya Mwenyezi Mungu na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe kwenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa lugha ya Kiarabu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia kuendelea kunipa afya na kunipa kauli inayoweza ikajenga umoja. Ndugu zangu, hebu leo niseme tumjadili huyu baba mchungaji. Huyu ni mchungaji kama anavyojiita, na nimeangalia comment pale, Wakristo wengi sana wanampongeza. Hapa ndio nataka watu wapate somo. Watu wapate somo. Na wale wanaojidanganya kwamba hawa watu wanasema kwa niaba ya nchi, hawasemi kwa niaba ya nchi. Hawa watu wana mikakati yao na mipango yao. Na mimi niwatake Waislamu wanaojitambua, Wakristo wanaojitambua, wawe makini sana na vurugu hizi zinazotengenezwa. Wawe makini sana na watu wao wanaojiandaa kufanya hayo wanayotaka kuyafanya. Sasa nashangaa, kwanza, jambo la kwanza, mimi Mwaipopo nikisema napigiwa simu za matusi, kashfa, kudhalilishwa na comment pale chini. Watu wanasema kwamba wewe umeacha dini, tena wengine wanasema, baadhi wanajiita majina ya Kiislamu, lakini nimeangalia sio Waislamu, ni uongo. Waislamu wengi na Wakristo wenye akili wengi wananipigia simu kunipongeza na kunifariji. Sasa yale magenge yamewekwa na watu wajinga, kazi yao kubwa sasa ni kunipigia simu kunaambia, kwa nini umeacha dini? Wewe mtu wa Mungu ungesimamia tu misikitini. Yaani kunifanya mimi kama vile mtu mjinga, sina akili. Kazi ya Uislamu sio msikiti tu. Uislamu umekombaini mambo yote ya kidunia na kesho akhera. Ndio maana tunapoomba dua tunasema Rabbana atina fid dunya hasana. Mwenyezi Mungu tupe duniani sana. Atupe nini sana duniani? Kama si ni watu wa kesho kusubiri kufa tutuzikwe kama ng'ombe. Hii hasana, Rabbana atina fid dunya hasana. Hii duniani tunayomuomba Mungu atupe nini sana? Kwa ni mawazo ya kijinga, yasiokuwa tena mwelekeo, ni kufeli kwa kufikiri. Kuna watu ni wavivu wa kufikiri. Sasa wawaache watu wana uwezo wakafikiri, wafikiri kwa niaba yao. Alafu mtu anapofikiri kwa niaba ya wengi, msikilizeni, msianze kumshambulia. Lakini nashangaa anaposema mchungaji kushambulia viongozi wa kinchi. Mimi sio kiongozi, kwanza inakuuma nini? Mimi sio kiongozi. Lakini lazima jambo la kuheshimu kiongozi ni jambo la lazima. Hata kama ni askofu na mshambulia, mimi nitakwambia wewe ni mtu mbaya. Usimshambulie askofu. Ukimshambulia mwanasiasa nitakwambia. Na ndio maana hapa najizuia sana ulimi wangu na mdomo wangu kutoa lugha ya matusi kwa tukana viongozi. Najaribu kutumia lugha yenye utu na lugha yenye stara. Sasa huyu mchungaji amemshambulia sana rais. Kamshambulia sana rais. Kamshambulia sana. Na anamtabiria mabaya. Na anataka mama ajiuzuru, rais aachie urais. Sasa ukimuuliza, wewe ni mchungaji, kiongozi wa kiroho, unamtaka kiongozi wa kidunia aachie uongozi wa dunia. Baada akishaondoka, nani anakaa pale? Utakaa wewe askofu? Utakaa wewe mchungaji? Na kama ukai wewe unapomwambia rais aondoke aachie ikulu, nani umemwandaa kaya atakayekuwa mtakatifu na mcha Mungu? Ina maana unaona wivu kwamba kwa nini huyu Muislamu amekalia kile kiti. Ndiyo tafsiri yake. Hebu tuweke mtuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa na utukufu kwa Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 6. Mungu amesema na mimi. Mungu amesema na mimi. Na ujumbe wa kumhusu aliyemrithi nchi Magufuli, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema nikwambie, nikusomee fungu hili la Biblia. Mafungu mawili. Fungu la kwanza liko katika Zaburi 14 mstari wa kwanza. Linasema, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Fungu la pili linasema hivi, liko katika Mithali 22 mstari wa kwanza. Linasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi
na neema kuliko fedha na dhahabu. Kwa hiyo dada yangu Samia Suluhu Hassan, mama yangu Samia Suluhu Hassan, huo ujumbe ni maalum kwa ajili yako. Ni heri uchague jina la Mungu ambaye amenituma kwa nikwambie, kuliko cheo, kuliko mali nyingi, kuliko sifa ya wanadamu za kupiga saluti, kuliko sifa za machawa wanaokusifia kwa natosha. Hapana, hautoshi kuiongoza nchi ya Tanzania. Hautoshi kabisa. Kama unaamini kama unatosha, naomba waruhusu wapinzani wako wote, wakina Mpina, wakina Tundu Lissu, wakina Gwajima, wote, hata ungeruhusu hata vyama binafsi vigombe. Uchaguzi Tanzania urudiwe. Watanzania wanataka kuchagua kiongozi wao wa kuwapeleka nchi ya ahadi. Lakini kama unabisha, mpango wa Mungu hauwezi ukauzuia. Mpango wa Mungu lazima utimie. Alafu mimi sasa ni mjumbe, wasema mjumbe hauawi. Mimi ni mjumbe ambaye siogopi kufa. Kwa sababu najua Mungu akiruhusu nife, nitakuwa nimekufa mwili, lakini kiroho nitaendelea kuishi. Lakini bora mimi nife kuliko mheshimiwa rais ukafa kibudu. Ni bora mimi nife, wewe uwepo hai, ila ufe ndani ya Mungu. Lengo langu nataka ufie ndani ya Mungu. Usifie kwa shetani, kwa sababu shetani hana mbingu ya kupeleka. Shetani hana uzima wa milele. Uzima wa milele ni bora zaidi kuliko cheo cha urais. Kacheo ka urais ni kacheo kadogo sana. Alafu na mzigo mzito, hata usingizi ya ulali. Mama, cheo urais upumzike, endelea kuishi kwa amani, alafu Mungu anakupenda, utaishi miaka mingi sana. Omba toba kwa Mungu ulipokosea. Wale watu ulioomba kajana 29, omba toba kwa Mungu, Mungu atakusamehe na anakupenda na utakuwa na miaka mingi sana kuishi. Na mimi nakuombea miaka mingi kama alivyoishi Ezekiel. Lakini ujumbe ukipuza, basi Mungu atashughulika na wewe. Mungu atashughulika na wewe. Niwe niko hai au niwe nimekufa, Mungu atashughulika na wewe. Na imani ujumbe utakufikia, kwa sababu leo tuma ujumbe na ana nguvu kuliko wewe. Na ana nguvu kuliko wewe, katika jina la Yesu. Na kuombea mwisho mwema, najiombea mwisho mwema. Naiombea dunia nzima mwisho mwema. Naomba ufalme wa giza katika dunia nzima uondoke, kwa sababu giza limeanza kutawala dunia. Dunia iko mwishoni. Ufalme wa giza uondoke dunia nzima, bali ufalme wa nuru katawale katika dunia nzima. Naiombea Afrika, naiombea Tanzania, naiombea Mbeya, naiombea Kia, naiombea Boda. Naombea wanadamu wote chini ya jua mwisho mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini na kushukuru pia. Amen. Nafikiri mmemsikia. Sasa tujiulize, maneno yangu yasema shekhe, hatuna wengine udini jamani, msitulazimishe udini. Haya maneno angeliyasema shekhe, angekuwa katika hali gani? Wakati wa mzee John Pombe Magufuli, simsemi kwa ubaya mzee wa watu, Mungu amfanyie wepesi aliko. Mbona haya mkuyasema? Magufuli alipiga pili mikutano yote ya siasa mpaka amekwenda akhera. Hakuna hata mtu mmoja aliyezungumza. Mbona mkuyasema? Mlimheshimu yaweza kwa alikuwa ni John. Sasa itabidi na sisi tuseme hayo, tuishi hivyo. Kwa sababu kila tukifanya tukipiga tochi, hatuoni sababu ya kutengeneza maneno zidi ya Rais Samia. Anafanya kazi kama marais waliopita. Anahangaika kama marais wengine walivyohangaika. Kodi serikali inakusanya vizuri. Madawa hospitalini yanapatikana kwa muda. Watumishi wa serikali wanalipwa mishahara kwa wakati. Watu wakistaafu wanalipwa mafao yao kwa wakati. Hakuna hata mmoja Mtanzania ambaye amezulumiwa. Mama ameingia madarakani, amepandisha madaraja wa watumishi wa serikali. Amefanya mambo mengi mazuri, lakini mbona haya muyasemi? Au kwa sababu ni Rais Samia kutoka Zanzibar? Haya lazima tuelezane ukweli, Watanzania wenzangu. Hata kama ni chuki haiendi kwa namna hii. Hebu fikirieni, mchungaji anasoma Zaburi 14:1. Akaenda akasoma 12:1. Methali ya Sulemani. Sasa unapomwambia hivyo rais wa nchi, na yeye rais akitoa mistari ya Qur'ani, au atokee mtu mwingine atoe mistari ya Qur'ani kuinasibisha na utawala wa nchi, nchi itakwenda? Nchi itakwenda ndugu zangu? Kama yule aliyetamka Yuda tu bungeni, siungi mkono lile tamko, kwa sababu mimi sijui ametamka kwa niaba gani, lakini atizungumzia kama mawaidha watu wapate. Kuna baadhi ya mchungaji Munishi yuko Arusha, akasema kwamba kwa nini umemdharau Yuda, sijui Yuda, yani kaungaunga tu maneno.
Kwa ndugu zangu, tusifanyane watu kama wajinga. Huu ndio ukweli. Yule bwana akaenda mbali akasema, dada yangu Samia Hassan, tena kusema rais. Unapomtamka Samia, Samia ni jina lake, tamka mamlaka yake. Sema Rais Samia Hassan, dokta. Zungumza rais, usimkate jina, ni dharau. Na kama angekuwa sio rais, kama watu dunia mtambui, juzi alikuwa kenda Urusi. Rais asiyetambulika anaweza kenda Urusi? Kwa ni kuonyesha kwamba kuna watu wana chuki tu binafsi. Anasema rais hautoshi. Hivi rais anaweza kuwa hatoshi kweli? Rais ambaye angekuwa hatoshi, leo hii nchi ingekuwa imekaa namna hii? Anasema, anamwambia rais kwamba rais uliua watu. Rais lini leo kuona rais ameua? Lini leo kumwona rais ameingia barabarani na bunduki akapiga watu risasi? Kamuua nani huyu mama? Wacheni mama afanye kazi ya nchi jamani. Mama kuteuliwa kutumikia imani. Mama akuletwa kwa ajili ya kutumikia imani. Mama amechaguliwa ili atumikie nchi. Na ukituambia kwamba achie aje kiongozi atakayechaguliwa, Rais Samia tulishamchagua. Chadema walisusa wao wenyewe. Hakuna aliyewakataza wasiingie kwenye kinyang'anyiro. Walisusa wao wenyewe. Chauma imeingiza wagombea, imepata sijui mbunge mmoja. ACT imewapata wabunge. Sasa Chadema mngeingiza, mimi naamini mngepata wabunge. Tatizo lenu mlibeba siasa za chuki, siasa za ubinafsi, siasa za kujiona nyinyi mnajua kuliko watu wote. Hapa ndio kwenye shida. Hapa ndio kwenye shida. Shida iko hapo. Kwa mimi leo sisemi mengi. Nimependa nimweke tu baba mchungaji ili mumsikilize huyu askofu. Sijui ni mchungaji au askofu, I don't know, atajua mwenyewe. Na hawa ni wachungaji wa michongo, mwambieni aonyeshe kanisa. Yupo kanisa gani? Mwambieni atuoneshe kanisa lake liko wapi, linaitwaje? Kwa hao watu ni wahuni, ni wachungaji wa michongo, wanavaa masuti na matai ili wapate nafasi ya kumtukana rais na kumdhalilisha. Ili rais ajue kwamba ni kiongozi wa kiroho. Uongo, usio mchungaji. Huyu ni mfuasi wa Chadema na ni mwana Chadema pure. Na ametumwa na Chadema. Na anafanya kazi ya Chadema. Sasa mkienda hivyo mnakosea. CCM ni chama kikubwa. Kimeunda serikali. Serikali na watu wengi wa kila aina. Na serikali ingekuwa inaweza kufanya upumbavu huo, ujinga huo, ingefanya. Au serikali au CCM wangekuwa ni watu wajinga kama nyinyi mnavyofikiri. Mimi sisemei CCM kwa kuisifu. Nazungumza ukweli. CCM ni chama kikubwa. Kina makatibu wa mikoa yote. Kina wenye vitu wa mikoa yote. Ina makatibu na wilaya zote na wenye vitu wilaya zote. Sasa utasema chama kidogo hicho? Kina wafuasi zaidi ya milioni 10 nchi. Utasema ni chama kidogo? Ni chama kikubwa. Sasa wao wana watu wa kutosha. Wao nafikiri wao wanashindwa kumchukua mtu wakamveka kanzu. Wakamveka kanzu wakaanza kutukana Chadema. Anaweza. Lakini wenzenu wanafanya siasa za kistaarabu CCM. Wameona hayo yote ya nini? Wakae kimya, wajenge nchi.